Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema na fadhili zake, uweza wake, mamlaka zake na kila kitu alichofanya kwenye maisha yetu kwa wiki zima. Baba yetu ni mwaminifu, yeye ni Mungu mwenye upendo, yeye ni mtakatifu wa watakatifu. Haleluya. Tunapata amani, tunapata raha tunapokaa uweponi mwa Bwana. Haleluya. Na leo ni siku nyingine iliyopendeza machoni pa Bwana, tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2025. Tunaenda kujifunza neno moja hapa la Mungu. Hili neno nililipa jina kwa Kiingereza. Haleluya. Lakini nitalileta kwa Kiswahili. Linaitwa The Kingdom Fighters. Haleluya. Kingdom Fighters ni, kwa hiyo wewe unaye kama unaandika kwa Kiswahili au unashika kwa Kiswahili, linasema maadui wanaopigana dhidi ya ufalme wa Mungu ndani ya mtu. Leo tutajifunza maadui wanaopigana dhidi ya ufalme wa Mungu ndani ya mtu. Kwa Kiingereza tunasema Kingdom Fighters. Haleluya. Amen. Tunaenda kujifunza kutoka kwenye vitabu mbalimbali kadiri Roho wa Bwana atakavyotupa kibali. Maadui wanaopigana dhidi ya ufalme wa Mungu ndani ya mtu. Amina. The Kingdom Fighters. Haleluya. Kwa hiyo fatana na mimi vizuri kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa somo hili. Ninajua ili somo limebeba ushindi kwenye maisha yako. Haleluya. Amina. Ili somo limebeba kitu kikubwa kwenye maisha yako wewe unayenisikiliza, na ninajua itafanyika baraka kwako, na inaweza ikafanyika ufunguo kwako, na inaweza ikakupa njia ya kushinda na zaidi ya kushinda. Bwana Yesu apewe sifa. Tukianza na utangulizi kwenye somo hili la Kingdom Fighters au maadui wanaopigana dhidi ya ufalme wa Mungu ndani yako. Yesu Kristo alipokuja duniani alihubiri juu ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Wakati Yesu Kristo anakuja duniani, Yesu alihubiri juu ya ufalme wa Mungu. Amen. Na hii tunapata kwenye kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 15. Marko sura ya 1 mstari wa 15 inatueleza wazi kwamba Yesu alipokuja duniani alikuwa akihubiri habari za ufalme wa Mungu. Amen. Na kwa sababu hiyo sisi pia lazima tuhubiri habari za ufalme wa Mungu. Haleluya. Tuangalie kwenye kitabu cha Marko sura ya 1, Marko 1 mstari wa 15. Biblia inasema, hoja niangalie hapa. Kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 15. Biblia inasema, tuanze mstari wa 14. Mstari wa 14 inasema, hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Haleluya. Amina. Biblia inasema hata wakati Yohana Mbatizaji alipokamatwa na kutiwa gerezani, Yesu alienda Galilaya, Yesu akaanza kuhubiri Injili. Haleluya.
Na ukiangalia wakati Yesu anaanza kuhubiri Injili, Yesu alianza kuhubiri Injili kwa kuambia watu ufalme wa Mungu umekaribia. Haleluya. Ufalme wa Mungu umekaribia. Basi tubuni mkabatizwe na kuiamini Injili. Kumbe tunapotubu, toba inafanya ufalme wa Mungu ukae ndani yako. Haleluya. Toba inaruhusu ufalme wa Mungu ukae ndani yako. Kwa hiyo toba ni ufunguo unaofungua njia ya ufalme wa Mungu kukaa ndani ya mtu. Haleluya. Wanadamu tumetenda dhambi nyingi za asili. Haleluya. Tumetenda dhambi za mawazo. Tumetenda dhambi kwa nia zetu, kwa mawazo yetu, kwa matendo, kwa maneno. Na hii inasababisha ufalme wa Mungu usikae ndani yetu. Na kinachorudisha huo ufalme wa Mungu ndani ya mtu ni toba. Haleluya. Kwa hiyo Yesu alihubiri akisema ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni. Na hata sasa bado tunasema ufalme wa Mungu umekaribia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ufalme wa Mungu unaanzia kwanza ndani ya mtu. Ufalme wa Mungu unaanzia ndani ya mtu. Haleluya. Amen. Ufalme wa Mungu unaanzia ndani ya mtu. Ndio maana leo somo linasema maadui wanaopingana na ufalme wa Mungu ndani ya mtu. Maadui wanaopiga ufalme wa Mungu ndani ya mtu. Ndani yako kuna ufalme wa Mungu. Haleluya. Amen. Vita unavyopitia wakati mwingine ni kwa sababu wapo maadui wanapigana na ufalme wa Mungu ndani yako. Amen. Adui hakupigi wewe. Adui anapiga kile ulichokibeba. Mara nyingi maadui wanaotusumbua, wanaofuatilia maisha yetu, hawana shida na sisi. Haleluya. Amen. Adui hana shida na wewe. Adui ana shida na ulichokibeba. Haleluya. Amen. Kama mwanafunzi wako au mtoto wako ana akili darasani, adui hana shida na yeye. Adui ana shida na akili zake. Kwa nini? Ndani ya akili kuna mafanikio. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Kama Mungu amekujalia karama na maadui wanakupiga kila siku, maadui hawana shida na wewe, wana shida na karama uliobeba. Oh my God, sijui kama unanielewa. Amen. Wana shida na ile karama uliobeba. Yaani wewe, ngoja nikwambie, hatuna shida na kalamu. Kama wewe umewahi kutumia kalamu ya wino unaweza kunielewa. Ile kalamu hatuna shida nayo. Tuna shida na wino ndani ya kalamu. Haleluya. Amen. Ndio maana tukimaliza wino ndani ya kalamu tunatupa kalamu. Amen. Kumbe thamani ya kalamu ni wino iliyopo ndani ya kalamu. Thamani yako ni kile ulichokibeba ndani yako. Na hicho ndicho adui anakitafuta. Na leo kama kuna kitu cha thamani ndani yako na maadui wanafuatilia, lazima wakiachie kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Nataka nione watu waliookoka kama wapo humu. Sitaki kuwahubiria marehemu. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Injili tunawahubiria walio hai, hatuwahubirii marehemu. Haleluya. Na walio hai wamechangamka mbele za Bwana. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ukiona upo ibadani alafu hata amen mpaka ulazimishe kusema, ni kwa sababu adui amepiga kwenye hiyo sehemu. Amina. Haleluya. Adui amepiga utayari wako wa kukaa ibadani. Huwa napenda watu wakikaa ibadani waniangalie. Amina. Usikae kama yule ndugu alivyokaa pale. Kama ipo kwenye basi anaenda sijui wapi. Yaani umekaa unaangalia kule wakati madhabahuni ni huko. Bwana Yesu apewe sifa. Sio utaratibu wa kukaa ibadani.
Ibadani tunakaa, yani wanaotakiwa kukaa hivyo ulivyokaa ni waliokaa huko mbele tu, au huku viti vyao vinaangalia huko. Wewe benchi lako aliangalii kule, inaangalia huku. Kwa kaa vizuri ibadani. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Yesu asifiwe sana. Amen. Thamani ya mwanadamu ni kile kitu alichokibeba ndani yake, kile kitu cha kiroho ulichokibeba ndani yako. Haleluya. Na hicho ndicho kitu ambacho adui anakihangaikia kila siku akiharibu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu unaanzia ndani ya mwanadamu, unaanzia ndani yako. Nguvu ya ufalme upo ndani ya mwanadamu, ndani ya moyo wako, ndani ya roho yako. Wewe ni kama kalamu, ndani yako kuna wino. Tunanunua kalamu kwa sababu ya wino, sio kwa sababu kopo lake ni zuri. Maana tukimaliza kuandika wino kisha, hata kama lilikuwa linapendeza kiasi gani. Zamani tulikuwa na kalamu, ukivuta hivi unapata kalenda lipo pale. Ukiacha lakini ukimaliza wino, hata hiyo kalenda haina thamani tena. Kwa hiyo adui anatamani amalize mafuta yaliyowekwa ndani yetu na Mungu. Anatamani amalize mafuta ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Yale mafuta ya Roho Mtakatifu ndani yetu ndio yanayotupa ujasiri, ndio yanayotangaza thamani ya mwanadamu. Haleluya. Mafuta ya upako wa Roho Mtakatifu ndani yako, ambayo umepakwa na Roho Mtakatifu mwenyewe, hicho ndicho kilichobeba thamani yako hapa duniani. Na ndio maana adui anakuinda kila siku. Amen. Kwa sababu adui anajua wewe utakuwa mhubiri mkubwa sana, na ukihubiri watu wataokoka, na wakiokoka utakuwa umemnyang'anya watu. Kwa hiyo hapigani na wewe, anapigana na karama yako. Haleluya. Amina. Anajua ukisoma utapata kazi na utasaidia familia yako na mtatoka kwenye umasikini, na apende mtoke kwenye umasikini. Kwa hiyo hapigani na wewe, anapigana na elimu yako. Oh my God. Amina. Haleluya. Amina. Anajua hao watoto wako kuna moja tegemezi ambaye Mungu ameweka kitu cha thamani ndani yake, ambaye atainuka na atafanyika kichwa na familia itabadilika. Kwa hiyo hangaiki na wewe, anampiga yule kwa sababu amebeba kitu cha thamani. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya, haleluya. Anapigana na ndoa yako kwa sababu anajua wewe na mume wako mkikaa vizuri kwa amani mtakuwa na mafanikio makubwa. Kwa hiyo anapiga ndoa kwa sababu gani? Ndoa ndio kiunganishi kati yako na mwenzako. Kwa hiyo akipiga ile ndoa mkakosa amani, anajua hamtakuwa pamoja na maono yale yatakuwa yamesambaratika. Amen. Jesus. Thamani yako. Kwa hiyo ufalme wa Mungu unaanzia ndani ya mtu, kisha unaonekana nje kupitia maisha yake. Amen. Ufalme unaanzia ndani yako, kisha inaonekana ufalme unaonekana nje kupitia yale maisha unayoyaishi ndani ya ufalme. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Lakini kila mtu anayempokea Kristo hukutana na upinzani wa rohoni. Haleluya. Amina. Na upinzani huo unalenga kupiga kuharibu ufalme wa Mungu ndani yako. Unaposikia ufalme wa Mungu upo ndani ya mtu, maana yake ni kwamba ndani ya huyo mtu kuna utakatifu. Haleluya. Na kitu kingine ambacho unapaswa kujua, hakuna ufalme bila mfalme. Haleluya. Na kama kuna ufalme wa Mungu ndani yako, ina maana Mungu yupo ndani yako. Amina. Ufalme wa Mungu hauwezi kukaa ndani ya mtu kama Mungu hayupo ndani ya mtu. Oh my God. Amen. Mungu anakaa katika ufalme. Ufalme wa Mungu unapokuwa ndani yako, Mungu anakaa ndani yako. Kwa hiyo adui anaweka vikwazo, vizuizi ili huo ufalme usiwepo ndani yako. Lakini ukisoma Biblia inasema kwenye tunasemaga na ile sala ya Bwana, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje.
Kwa ufalme wa Mungu unapokuja, Mungu anakuja, Mungu anashuka ndani yako, na Mungu anaposhuka ndani yako, anashuka ndani yako na ufalme wake. Haleluya! Mungu hawezi akashuka ndani yako akaacha ufalme wake, so anakuja na package zima ya ufalme. Ndani ya huo ufalme kuna amani, kuna baraka, kuna uponyaji, kuna ushindi, kuna kila kitu unachohitaji ndani ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Na ndio maana adui anaangalia, anajua ufalme ukiwa ndani yako, kila kitu kitakuwa ndani yako. Utalia tena, utahangaika tena, magonjwa hayatakusumbua tena, kwa sababu Baba amekuja na uzima amekaa ndani yako. Kwa hiyo adui anapiga maisha yako, anavuruga, anaondoa utakatifu, kwa sababu Mungu hakai mahali ambapo hakuna utakatifu. Roho Mtakatifu anaitwa mtakatifu, kwa hiyo anakaa patakatifu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Shetani na majeshi yake wanapambana kwa nguvu zote ili kumnyang'anya mtu nafasi ya Mungu na kuharibu ukuaji wa ufalme wake ndani ya roho ya mwanadamu. Vita ni kwamba shetani anapambana yeye na majeshi yake ili waondoe nafasi ya Mungu ndani yako. Haleluya. Wanapambana ili waondoe nafasi ya Mungu ndani yako. Amen. Na akishaondoa nafasi ya Mungu ndani yako, anaweka nafasi yake ndani yako. Amen. Shetani hawezi akaondoa nafasi ya Mungu ndani yako alafu akakuacha tu. Lazima aweke nafasi yake ndani yako. Haleluya. Amen. Kunaingia katika vita vya kiroho, the kingdom fighters, wavamizi wa ufalme, wapiga ufalme ndani yako. Kwa nitakuonyesha vitu ambavyo vinahusika kwenye kuondoa ufalme wa Mungu ndani ya mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tusome kitabu cha Yohana 10:10. Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Biblia inasema kwenye Yohana 10:10. Nitasoma hapa alafu mama utanisomea kwenye hapo. Tafuta hapo Yohana 10:10 au mzee hapo kwenye, lakini kwenye Biblia hiyo niliyokupa hapo. Yohana 10:10 inasema hivi: mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Amen. Amen. Mwizi haji isipokuwa ili avunje, ili aharibu, ili aue. Lakini Yesu anasema yeye alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Haleluya. Unaposikia tuwe na uzima kisha tuwe nao tele, yani tuna uzima maradufu. Tuwe na uzima hapa, kisha tuwe na uzima wa milele. Amen. Sijui umeipata? Amina. Hebu nisomee. Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Ina maandishi madogo sana. Mstari wa 10. Soma 10 tu. 10. Naam. Mwizi ndio huja kwa shahaba ya kuiba, ndio kuua na uharibu. Mimi
imekuja mpate kuwa na uhai kabisa. Uhai kweli. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma kwenye Kiingereza inasema the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Nimekuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele, wawe na uzima uliojaa. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba mwizi anakuja ili aibe, anakuja ili abomoe, anakuja ili auwe, anakuja ili aibe nafasi ya Mungu ndani yako. Haleluya. Anakuja ili aondoe nafasi ya Mungu ndani yako. Anakuja ili auwe karama ulizonazo ndani yako. Lakini Yesu anasema yeye alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Amen. Tuwe na uzima kisha tuwe nao tele, to the full. Tuwe na uzima tele. Yaani kama ni diaba, liwe ni diaba lililojaa mpaka juu. Tusiwe na uzima wa bombonya tu. Amina. Uzima wa jagi. Haleluya. Una uzima wa jagi alafu unajisifu mimi ni mzima. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Inawezekana unasema ni mzima, lakini adui ameshaiba sehemu kubwa ya uzima wako. Haleluya. Amina. Adui ameiba sehemu kubwa ya karama yako. Adui ameiba sehemu kubwa ya huduma yako. Ameiba sehemu kubwa ya utajiri wako. Amina. Haleluya. Amina. Na unasema mimi ni tajiri, ila hata hela ya dagaa huna. Haleluya. Wewe ni tajiri kwa imani, lakini Biblia inasema imani bila matendo imekufa nafsini mwake. Haleluya. Amina. Tunasema kwa Kiingereza hiyo ni defensing mechanism. Yaani unaondoa kero. Una kero ila unatafuta tu namna ya kuondoa kero japo kero ipo tu. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Kwa hiyo adui anapokuja kwenye maisha yako, anakuja akilenga kitu fulani kwenye maisha yako. Na analenga kuondoa vitu vya thamani kwenye maisha yako. Vitu vinavyoweza kukupa amani kwenye maisha yako. Hivyo ndivyo vitu ambavyo adui anakuja kunyofoa. Adui anakuja kuharibu. Adui anakuja kuua. Na ndio maana tunamhitaji Yesu, kwa sababu yeye alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Amina. Haleluya. Amina. Alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Tunapaswa kuwa na uzima tele. Ndani ya uzima tele kuna baraka, kuna mafanikio, kuna amani, kuna ushindi, kuna kila kitu tunachohitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amina. Sasa ufalme wa Mungu ndani ya mtu ni nini? Tumeona kwamba maadui wanaopigana na ufalme wa Mungu ndani ya mtu. Sasa lazima tujiulize swali kwamba je, ufalme wa Mungu ndani ya mtu ni nini? Haleluya. Amina. Ufalme wa Mungu ndani ya mtu ni nini? Ufalme wa Mungu ndani ya mtu ni utawala wa Mungu katika moyo wa mwanadamu. Yaani kuwepo utawala wa Mungu ndani yako. Ufalme wa Mungu ndani yako ni utawala wa Mungu ndani yako. Yaani ndani yako utawala wa Mungu na kuwepo. Mungu anakuwa mtawala ndani yako. Mungu anapata nafasi ya kutawala kila kitu kwenye maisha yako. Anapata nafasi ya kutawala mawazo. Anapata nafasi ya kutawala hisia zako. Anapata nafasi ya kutawala maneno yako. Maneno yote yanayotoka kwenye kinywa chako ambayo yamejengwa kwanza ndani ya moyo wako, Mungu anakuwa ni mtawala wa maneno hayo. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Kwa tunaposema ufalme wa Mungu ndani ya mtu, ni utawala wa Mungu ndani ya mtu. Amina. Na tunapata kwenye Mathayo sura ya 6 mstari wa 10.
Mathayo 6 mstari wa 10. Tutasoma pale tuone Biblia inasemaje. Haleluya. Mathayo 6 mstari wa 10. Biblia inasema hivi. Inasema kwamba mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Haleluya. Amen. Ina maana ufalme, ukisoma mstari wa 9 inasema basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ndani ya ufalme kuna mapenzi ya Mungu. Na ndio maana nilikwambia kwamba hakuna ufalme bila mfalme. Kwa ufalme wa Mungu unapokuja, ina maana Mungu anakuja. Tunaposema ufalme wako uje kwetu, ina maana kwa lugha nyingine Mungu ushuke uje kwetu. Haleluya. Amen. Mungu ashuke aje kwako. Na anapokuja kwako, anakuja na ufalme wake. Anakuja na kila kitu, tukimpa nafasi kwenye maisha yetu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ni utawala wa mbingu. Ule utawala wa mbingu, ndio maana tunasema mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Kule mbinguni kuna ufalme wa Mungu. Kwa anapokuja duniani, anapokuja kwako, anakuja na utawala wake. Ule utawala wa Mungu unakaa ndani yako. Unaishi chini ya utawala. Tunapoishi kwenye utawala wa Mungu, hatumuogopi mwanadamu yeyote. Haleluya. Amen. Haijalishi amekuja na silaha za namna gani. Amen. Hatumuogopi mwanadamu yeyote. Amen. Hatuogopi magonjwa yoyote. Hatuogopi kitu chochote, kwa sababu tunaye Baba ambaye ni mtawala ndani yetu. Yeye ndiye anayeamua tuwe hai au tufe.